Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu ambaye bado unazidi kutufuatilia, bado unazidi kututazama, unazidi kutusikiliza. Huduma ya Trumpet Call Ministry. Majina naitwa Felista Nyaluke. Karibu sana kwenye huduma hii. Unaposikiliza, unapotazama, Mungu akubariki. Unavyoshare, unavyo like, unavyo comment, Mungu akubariki sana. Barikiwe sana, maana tunasaidiana kufanya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana. Tenda kuomba kwa ajili ya kufungua kipindi. Mungu mwaminifu, mtakatifu ni wewe, Jehova Shama, Mungu ambaye unaweza kufanya vitu vya ajabu, Mungu ambaye bado unazidi kutupa pumzi, unazidi kutupa uhai, unazidi kutupa neema ya kuzidi kusonga mbele. Baba, hatujastahili lolote, bali ni upendo wako, ni neema yako, ni nguvu zako, ni uweza wako Bwana, na Roho wako Mtakatifu ambaye mpaka sasa mnatushikilia pamoja, mpaka sasa mnatupa ni pumzi. Hatukuweza hata kulipia, hatukuweza hata kufanya lolote, lakini Mungu umeonekana ni mwema. Umetupenda kwa namna ambavyo hatukuzani, umetukumbatia kwa namna ambavyo hatukuzani, maana wewe ni Bwana peke yako. Yehova Shama, na limundi jina lako na kutukuza peke yako niko. Asante kwa fadhili zako, asante kwa ukuu wako, asante kwa ajili ya muda mwingine tena mtumishi wako, watoto wako wanaenda kulisikiza neno lako. Bwana, ninaomba ukanitie mafuta yako, kanipake mafuta yako, nipate kusema yaliyo kweli, kuzifungua zile siri zote za rohoni, yale mambo yaliyofichwa, ufahamu wa vita. Jehova nisi ukatupe ufahamu wa kujifunza na kufahamu na kuelewa. Katika jina la Yesu tunakaribisha uwepo wako na nguvu zako na mkono wako. Amen. Mungu akubariki sana, ubarikiwe na Bwana. Kwa wakati huu tutaenda kujifunza somo nasema, hiki kitu nimepata msukumo sana. Kwa nini unataka kujua? Unataka kujua kwa nini? Kwa nini unataka kujua? Kwa nini unataka kujua? Maana tumeona watu wengi wanakufa. Wanakufa kwa namna, wengine wanakufa kwa namna mbalimbali sana. Wengine wanakufa kwa ajali, wengine wanakufa kwa maji, wengine wanakufa kwa moto, wengine ni magonjwa, wengine tu ni vifo vya kushtukiza. Lakini kuna namna nyingine watu wamejitafutia namna nyingine ya kukimbia au ya kuescape. Yaani mtu ameona kama kifo, watu wanaona kama kifo ni escape route. Mtu unaona kama okay, napitia kwenye changamoto 1 2 3. Kwa itakachonisaidia niepukane na haya mambo yote ni kifo. Lakini siku ya leo swali linakuja, kwa nini unataka kujua? Kwamba umechoka maisha namna hiyo, kwamba haupendi Mungu namna hiyo, kwamba ufikiri wale ndugu zako wa jirani, haufikiri, kwamba ufikiri wale watu wako wa jirani, haufikiri. Ufikiri ni namna gani ambavyo utaweka maumivu kwa watu wengine. Watu wengine wataishi kwenye mizigo. Hivyo unajua kifo waga kama ni vifo vya ghafla, havijai kumwacha mtu salama. Hata kwenye familia, let's say alitokea mtu mmoja amejiua, wengine wanaenda mbali zaidi, wanaweka matambiko kwamba wanafunga zile roho za mauti zote za kujiua, wanafanya matambiko wana nini, ili kusudi kuterminate. Maana unajua sio kitu cha kawaida kuvunja hilo sijui ni agano, sijui ni nini, chochote ambacho kinakuwa kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho, wanakuja wanaomba. Yani inakuwa ni sawa sana kama kuomba toba, kama kuomba rehema, yani kwamba kwa miungu yao, kwamba miungu tunaomba mtusikie. Lakini sisi tuko kwenye ufalme wa nuru. Kwa nini unataka kujua? Unavyotamani wewe kujua au leo kufa maisha, yamkini ni baba, una watoto, una watoto wawili maybe, una mke, na kwa sababu umepitia kwenye hali ulizopitia, maybe umemfuma tu ni mwanamke. Kuna mtu mmoja alikufa huko mitaani nyumbani, alimfuma ni mwanamke. Kwa alivyomfuma, ile namna ya kuweza kuyachukulia yale maumivu, akaona maumivu ni makubwa sana, akachukua sumu ya kuulia majani mashambani, inaitwa Gramaxon, akajua, akafa. Lakini kwa nini ambapo Mungu alikuwa amekuwekea malengo makubwa sana, Mungu amekuwekea vitu vikubwa sana ambako viko mbele yako, kwa nini uishie hapo? Kwa nini uishie hapo ulipoishia? Nataka tutaangalia mifano ya watu wawili ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, waliotembea pamoja na Yesu, waliokaa pamoja na Yesu, walikula pamoja na Yesu, kwenye huduma alitembea na Yesu. Lakini tukianza kwa mfano wa Yuda, neno linasema kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu,
ambaye yeye pia alikopo ni kama unasema alikopo anatunza mkoba, yani ndo anamshika hela kama muazini kwa ajili ya huduma ya Yesu Kristo, lakini aliteleza akamkana Yesu. Tukiangalia pale kwenye kile kitabu cha Luka Mtakatifu 22:47 mstari wa 47 inasema, basi alipokuwa katika kusema, tazama mkutano wa watu na yule aitwaye Yuda ambaye ni mmoja wa wale thenashara amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Unakuta huyo alikopo ni kabisa ni mwanafunzi wa Yesu, lakini akaenda amsaliti, akaongea na wale Mafarisayo sijui na Masadukayo na wale watu ambao ni viongozi wale, akaongea nao wakampa hela, akamsaliti Yesu. Yesu anamwambia, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Unakuja unaangalia kwamba Yuda alimsaliti Yesu. Kilichofuatia baada hapo, alipata shida moyoni mwake, maana alijua ameisaliti damu isiyo na hatia, ameisaliti damu ambayo haikuwa na hatia kabisa. Kwenye Mathayo 27, kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 3 inasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Kwa unakuta huyu alimsaliti Bwana, lakini alivyoona ndani yake kwamba amekosea, alienda akarudisha vile vipande. Lakini baada kilichofuatia baada hapo, Yuda alibeba ule uchungu kwamba akajiona hafai tena, akajiona hata sameo, akaenda akajiua, akajinyoka. Huyu alikuwa ni Yuda. Aliona ule mzigo aliobeba, akaona namna pekee ambayo naweza nikaondokana na hii dhambi niliyoitenda, maybe nife, akajiua, akajinyoka. Lakini unakuja unaangalia kuna mtu mwingine tena. Huyu ni mtu wa pili. Huyu anaitwa Petro. Na Petro tunajua kwa namna moja alikopo ni mwanafunzi ambaye yeye alikopo ni mtu ambaye ni kipaumbele, pia alikopo ni kiongozi wa wale wanafunzi wengine pia. Ukisoma kwenye hichi kitabu cha Luka pia 22 mstari wa 58 anasema, wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu. Hapo walimkamata ni Yesu. Mstari unaendelea unasema, na Petro alimfuata kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja naye. Petro aliketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakaa na akasema, mwanamke, simjui. Kwa unakuta huyu Petro yeye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, alikuwa pia ni kiongozi ambaye kuna namna moja ama nyingine Yesu alimtuma kuna kule. Lakini walivyomkamata Yesu, Biblia inasema kwamba aliwafuatia kwa mbali. Walivyoenda wakampeleka kule kwenye nyumba ile kwa ajili ya kuhukumiwa kwa Pilato, yeye bado kwa kuhani mkuu, yeye bado akawa yuko kwa mbali. Akajikusanya na wale makusanyiko yale ya watu wale waliokuwa pamoja wanatamani kwamba Yesu asulubiwe. Wamewasha moto naye akakaa. Mwanga ukammulika, kuna mtu akamwona akamwambia, wewe pia ulikuwa pamoja naye? Akasema, mimi sikuwepo. Ukiendelea mbele tena, kuna mwingine tena akasema, mstari wa 56 akamwambia, ndipo mjakazi muona akamwona ameketi. Mstari wa 57 akakana akasema, yeye mwanamke, simjui. Mstari wa 58 baadaye kitambo mtu mwingine akamwona akasema, wewe nawe mmoja wao. Petro akasema, mtu si mimi. Alafu yapata saa moja mtu mwingine alikaza kusema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, mtu simjui usemalo. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utaonekana mara 3. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Aliumia ndani yake, akaumia kwa majonzi, akaomba rehema, akaomba toba. Na tunakuja tunaona kwamba alikosea kipindi hiki. Baada ya kuomba rehema na toba, bado Bwana alikuja kumtumia. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia ile sura ya 1, ndipo utapoona kwamba Mungu alimtumia kwa namna gani, sababu tu ni kwamba aliomba toba. Watumishi wa Mungu, lengo la kufika mahali hapa na kulisoma hiki kitu ni kwamba unaweza ukawa unajiona wewe ni mkosaji, unajiona wewe ni mwenye dhambi, unajiona wewe haustahili kabisa kuwa, lakini usifikie hatua ukajiua au ukajiona ufai ukajiua. Unapojiua unatengeneza kitu kingine tena, yani unatengeneza jambo lingine tena, unatengeneza kitu kingine tena, yani unatengeneza dhambi nyingine tena. Kifo sio mwisho. Ingekuwa kifo ni mwisho wetu, ingekuwa ni sawa, ingekuwa ni sawa kabisa. Tungekuwa kama kuku, kama wanyama tu, ingekuwa ni sawa. Lakini sisi ni nafsi zilizo hai, na ndio maana Biblia inasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Tunavyokufa kwenye kitabu
cha Ufunuo wa 14, Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 mstari wa 13 nasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yafuatana nao. Anasema heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika katika tabu zao. Tabu zao, hizi tabu zote ambazo unazipitia, ambazo saizi unataka ujue, please stop, acha, airisha. Lakini Bwana anasema hivi, wapate kupumzishwa baada ya tabu zao. Kuna siku itapumzishwa. Ukiendelea kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo, kuna mahali anasema tutafutwa machozi, tutafuta machozi. Wapendwa, nilitamani sana mimi kujua, nilitamani sana kujua. Mara ya kwanza natamani kujua ilikuwa ni 2018, hapo ambapo nimeona maisha yangu mimi sielewi. Naona nimekupo ni mtu mwingine ambaye ni kilevi, kitu yani ambacho hakieleweki, yani nina vitu vingi, sisomi, sifanye nini, yani nina mambo mengi sana ambayo yanaendelea kichwani. Najiona nimebadilika, afu naona kuna roho zinanisukuma kwamba nijue. Nilipanda juu ya ghorofa moja kule Dar es Salaam, chuoni pale Mbezi. Nataka kujua. Nimechukua na simu na rekodi kabisa, baba, yani mama, mimi naona hapa ndo mwisho wangu. Naona hapa ndo nimefika mwisho. Naona kabisa siwezi nikaendelea mbele. Sioni hata furaha maisha yangu. Naona bora nife. Naomba tu nisamehe. Sasa ninavyoongea vile, hapo sio kwamba nimelewa, yani niko tilalila, yani hapo sijielewi. Yani nalia, lakini ndo vitu kama hivyo. Baadaye yani nikakuta tu nikaitupa simu pembeni, nikabaki kulia tu kujitia. Nikashuka nikaingia room nikalala. Siku ikapita, lakini siku ikapita kama miezi 3. Nataka kurudi nyumbani, nikaishia Mbeya. Nimeshia Mbeya, nimeingia kwenye guest friend, sitaki kurudi nyumbani. Yani sitaki, namna ambavyo nilikuwa ni disappointment. Kipindi hicho nilikuwa kwamba ndo nafukuzwa chuo, kwamba nimeshindwa kufanya mtihani fulani, nimedisco yani. Kwa ile kurudi nyumbani nije niwaelekeze wazazi kwamba mimi nimedisco chuo na vitu kama hivyo, nikaona ni jambo gumu. Mtoto aliyeniamini, afu mtoto wa kwanza, nikaona ni jambo gumu sana kwangu. Nikanunua kisu pale Mwanjelwa, soko ile la Mwanjelwa ndio limetoka tu kujengwa. Nikanunua kisu pale kikali vizuri sana. Nikasema nitajitia kwenye tumbo moja, yani kimoja tu nife, sijui nitakiangukia. Yani nilikuwa nimejipanga hivyo. Lakini sijui tu ni neema ya Bwana. Nimemtext rafiki yangu mmoja, nikamwambia sina amani, sina furaha. Akaniambia, Esther, unaogopa nini? Wewe rudi tu nyumbani. Haijalishi, yani wazazi wana tabia ya kutusamehe. Hawezi mzazi akasema ataukata mkono wake. Hawezi. Wazazi watatusamehe. Yani usione kwamba hivyo. Yale maneno yake yalinifariji. Umeona? Kwa nikatoka pale, nimerudi nyumbani. Nimerudi nyumbani, nikaelekeza wazazi, nikapata nafasi nyingine, of course nikarudi chuo. Hiyo ikani mara ya pili. Mara ya 3 nilikopo tena ni mwaka 2020 hiyo pia bado nikataka kujua. Hiyo sasa ndo nimechanganya madawa yote. Yani bado ni siku zote hizo naona maisha yangu nimechanganya madawa, nimeweka maflagel, nimeweka kwenye kopo la maji. Nilisema nachagua sehemu nzuri ya kufa ili ninapokufa nife kwa la. Nisife sehemu mbaya, nisife kiuzuni. Yani nichague nife sehemu nzuri. Nikaenda Matema Beach kwenye fukwe moja, kuna hoteli moja iko pale nzuri kabisa. Nikaenda nimeongea na wazungu, nikasema nitaongea na wazungu. Cha mara mwisho pale kuna wazungu, unajua wazungu wanapenda mambo ya kufanya hizo, kutembea na kutalii na vitu kama hivyo. Nikaongea na wazungu pale, na asubuhi yake yani nimekunywa pombe sijielewi. Kwa nataka nimalize ninywe dawa hizo fragile, zilikuwa kama 30 zote nimezichanganya. Natamani ninywe yani kwa mkato moja tu ninywe. Nilikunywa zile dawa zote, nilitapika. Nilienda kwenye kipango fulani hivi, kuna unavyoendelea kutembea mbele kule Matema, kuna vipango fulani wanatembezaga watalii pia. Nilienda kule, yani nilitapika zile dawa zote, yani tumbo linauma, nilitapika, hakukisalia hata kitu kimoja. Lakini mimi nataka kufa. Hapo nimeandika na note kwamba naombeni mnisamehe, mimi naenda kufa sasa. Hiyo ikani mara mbili. Mara nyingine nimejitahidi na kamba kabisa, ikashindikana. Yani si kwamba ni Mungu tu alikuwa ananihold, ni Mungu tu alikuwa ananisaidia. Si kwamba ilikuwa labda ni akili zangu, lakini kuna namna nyingine ile dawa ikinioa, kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye nimeelewa. Na ukishachanganya pombe na dawa ni vitu ambavyo haviendi pamoja sana. Watu wengi wamekufa.
Kwa katika namna kama hizo nilikuwa natamani ni terminate maisha, nishindwe kuishi. Mara ya mwisho ndo nikasema okay, liwalo na liwe, nitakapofia ni mahali popote, nikigongwa na gari, nikifanyaje, mimi nimeshachoka na maisha, najiona nimeshakuwa ni disappointment, yani sifai kwa lolote. Navyoendelea, kuna siku moja hadi nikagugo, niliingia YouTube nikasearch, yani how to die slowly, yani nife, yani kifo cha bila maumivu. Nikaona pale kuna mwingine sasa na nakuta pale kuna mtu mwingine analalamika, mwingine anatoa shuhuda zao namna ambavyo mtoto wake alikufa na namna ambavyo imemwaffect maisha yake. Huyu alikuwa ni mtu mzima, ni mama mzungu, anasema imeniaffect sana maisha yangu, naona siamna kitu ambacho nakifanya kinaendelea. Mimi nafikiria sasa wazazi wangu itakuja nasema wenyewe watajua huko, mimi natamani nikapumzike, hizi shida zote, mateso yote yameshanichosha, nipumzike tu. Sasa naenda kupumzika wapi? Nilikuwa nakotaka kwenda kupumzikia ni wapi? Ndio maana anasema heri wafu katika Bwana. Anasema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao. Ziko tabu, ziko dhiki, yako mambo ni mateso, yako mambo mengine ni maumivu. Kwa hii mioyo ya nyama kabisa hauwezi ukavumilia, yako maumivu ni makubwa. Kuna mama mmoja nilikuwa naongea naye juzi kanisani, ananiambia kuna muda nafikiria, nikaa nasikia roho inaniambia, yeye watoto wake wamekuwa ni tanzi, anasema roho inaniambia kajiue. Nasema hata nikijiua mimi, mbona kule mbinguni Yesu anasema ametuandalia makao, hasa si nitajipotezea kule makao alioniandalia? Basi ngoja niendelee kuvumilia. Anasema hicho ndicho ambacho nimeendelea kujitia moyo, kwamba kuna siku Bwana ameniandalia makao kule ambako nitakaa na kustarehe, lakini sio saizi kwamba nijue nitaenda wapi. Nikisema nijue nitaenda wapi, mpendwa ndugu yangu, ukijua hakuna mahali utaenda, ni shetani. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 10:10 anasema mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Yeye shetani kazi yake ni kuiba, kuchinja, kuharibu. Ataiba nafsi yako, ataiba mawazo, ataiba nini, atapandikiza mawazo. Jiue tu wewe, mbona una thamani? Jiangalie ulivyo. Kila mtu anakuona hivyo. Kuna watu wengine wamepitia kwenye heartbreak, wengine wamepitia kwenye mawazo, kwenye misongo ya mawazo, wengine wamepitia madeni. Siku nilikuwa naongea na mtu mmoja, mtu mzima, umeona, akaniambia, akasema nilipitia kwenye kile kipindi, nimefilisika, naona kabisa sioni msaada, sioni nini, lakini nikaa nasema kilichobakia ni kufa. Nimebaki ndani, nashinda ni ndani, siku zote nashinda ni ndani. Nilikopo ni mtu, nina hela, nina magari, nina nini, kila kitu kimepotea. Naona kabisa nimebaki tu, niko ndani, sina maduka, sina nini, niko tu ndani, nimekaa ndani. Nafikiria nitafanya nini, nachofikiria mimi ni kufa. Nafikiria ni kufa. Anavyosema nafikiria mambo ya kufa, alafu huku anasema nafikiria kufa, bado kuna mtoto anamsumbua, na huyo mtoto naye anang'ang'ana huko naye afe. Anasema nilibaki sasa, nikasema nitakufa, lakini siku moja nikajishauri, nikasema sasa, kwani wa kwanza mimi kufilisika, wa kwanza mimi kupoteza magari, mbona wako akaanza kujiorodhesha wenyewe mifano, mbona yuko mtu fulani mpaka sisi yuko hai, bado maisha yake yanaendelea, bado mimi si kwamba eti ni mzee sana, naweza nikapata nafasi nyingine tena. Alijitia moyo katika hilo na kufa, akaendelea kuishi na mpaka leo yupo, na ni mtu wangu wa jirani sana. Ndugu yangu mpendwa, nataka nikwambie kwamba haijalishi ni hali gani unapitia. Mwingine tu ni mume, yani anakuchanganya, unaona kabisa siwezi kuendelea. Mwingine ni wake, siku hizi hata wanawake wengi wamekuwa ni tanzi. Of course watu kwenye mahusiano, wanawake wamekuwa ni matanzi, yani wamekopo ni miche, wanachepuka huku na kule, wanafanya vitu viovu, wanajihusisha na mambo ya kichawi, wanajihusisha na mambo ya waganga. Yani kama ni mwanaume amevumilia, amechoka, anaona Mungu wapi nimekosea. Wako wengine walikuwa ni watumishi wazuri tu, lakini walipopata wanawake waliokuwa ni muba kwao, wakaona ni heri nife. Kama vile Elia alivyoenda akamwambia Bwana, naomba tu Bwana, mimi kwa mwanamke huyo mmoja Yezebeli alimtisha, akasema umeua hao manabii wote wa Baali, sasa jiandae, miungu yangu na itakufanyia wewe, itakulipiza zaidi ya hayo. Akasema hapa sasa ni pa kujiokoa nafsi yangu. Akakimbia akaenda sehemu fulani, akasema hapa sasa ngoja nilaze nafsi yangu, nilale nife. Utalala utakufa, lakini bado matatizo ni pale pale. Utalala utakufa, lakini bado shida zitabaki ni pale pale. Utaenda jehanamu. Kitu gani ambacho utakuwa umekifaidi? Unakimbia huku unaenda kutana na moto, unakimbia huku unaenda kutana. Si hili ukabaki.
Ile Yohana 10 mstari wa 10 ukiendelea mbele anasema, lakini yeye alikuja ili tuwe na uzima wa milele. Yesu alikuja ili tuwe na uzima wa milele. Yesu alikuja ili kutukomboa. Yesu alikuja ili sisi tuwe na amani, tuwe na furaha, atusaidie hata kama unapita kwenye changamoto, sijui kwenye shida namna gani, lakini ni kwamba Yesu akishakuja kwako hautaona shida. Hawezi mtu yuko kwenye amani aseme mimi najifikiria kufa. Mtu una furaha na bado Yesu anakutia moyo useme mimi nafikiria tu kufa, nafikiria nimekata tamaa, nafikiria nini. Haiwezekani mpendwa. Salimika tu, Mungu akakuokoe. Yaani unapoona umekata tamaa, sijui umeshindwa, Mungu akakusaidie. Mungu akakusaidie kabisa. Na neema ya Mungu ni kubwa sana, inakomboa watu wake. Neema ya Mungu bado ipo. Neema ya Mungu ipo nyingi. Anasema dhambi zilipozidi kuwa nyingi, neema ya Bwana iliongezeka. Neema ikaongezeka kwako. Ikaongezeka kwenye maisha ambayo unaona ninakatia tamaa, sitaweza kwenda mbele. Mungu akakusaidia. Mungu akakusaidia. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Wewe mwanaume amekukataa. Amekupa na mimba, amekutelekeza, unataka ufe. Wewe mamako angekufa, ungekuepo wewe? Usingekuepo. Kuna namna zingine Mungu anatupenda. Nilikuja nikafikiria nikasema, Mungu nakushukuru. Baada ya kuokoka nikasema, Mungu nakushukuru sana kwa sababu yani hata sikutarajia. Hiyo siku naombewa, nafanya hivi na hivi, nilimwona Bwana. Yani kinamna nilimwona Bwana. Nikasema wapi nilipochelewa. Hata sasa kuna muda mwingine nasema ni shetani. Shetani kazi yake ni kutuharibia, ni kutuvurugia. Na kama ilivyo kazi yake ni kuchinja, akiona amekuvurugia, yani wewe unakupa una thamani, anajua hili nikiliacha hili litaweza likamrudia Bwana, anasema ngoja tu nilichinje. Anachinja watu, anavuruga watu, anavuruga watoto, anapandikiza maroho. Ndio maana unakuta kwenye hiki kipindi cha ujana, hiki kipindi watu wengi wamepitia kwa sababu shetani anakuwa anaweka vitu vingi. Yani mtu inakupa ni kama ni kikapu ambacho yani kimejaza mavitu vingi. Yani unashindwa hata ukihold namna gani hicho kikapu. Kinaweza kikapasuka, kinaweza kikafanyaje. Ndio shetani amejaza mavitu vingi. Kwa anajaribisha watu, vijana wanafanya hivi, wanafanya. Siku sio kwa vijana tu, kwa watu wazima. Yani kila mtu anakuwa anatamani apate kitu hiki, apate hiki. Hasa vile vitu anavileta shetani ili kusudi kukupoteza kwenye lamani. Atakwambia leo jaribu hivi. Kumbe ni namna hapo chini. Unaweza kukaa asubuhi mpaka jioni uko baa. Unakula, wamekuzunguka walembo, wakali, wamekuzunguka wadada weupe, wazuri, ambao yani kabisa huoni hata chunusi kama za kwangu. Huoni weusi wa ajabu. Unaona nini? Watoto fine, wako vizuri. Lakini baada ya hapo bado uko kwenye mawazo. Uko kwenye shida, uko kwenye stress, uko kwenye madimbu ya mawazo. Mungu akusaidie mpendwa. Starehe hazitakupeleka popote. Starehe hazitakufikisha popote hicho ukasema kwamba labda nikila starehe sana nitapata amani. Au utapata amani. Amani na suluhisho pekee ni Yesu Kristo. Anatamani kujua, usijue. Jua kwamba Mungu anakusudi na wewe. Ufunuo wa Yohana ile sura 20 na mstari wa 12 nasema hivi, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Nao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sasa na matendo yao. Kwa hiyo haijalishi kama unataka kujiulia wapi. Waliojifilia walijinyongea kwenye milima, wengine walijifilia wakaenda kujinyongea sijui wapi, wengine walijifilia wakaenda kujidumbukiza kwenye maji. Mimi nilitamani hata kujidumbukiza kwenye maji. Nilivyoona kila njia zimeshindikana, nijidumbukize pale kule Matema Ziwa Nyasa, nijidumbukize tu ile, kwa sababu sijui hata kuogelea sana. Kwa nikazame huko, au mtu aje tu anikokote akanitupia katikati ya ziwa. Yani kokote ambako itakuwa siku hiyo wafu wote watafufuliwa. Anasema afu na kitabu, anasema wamesimama mbele hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Nao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yaliyoandikwa katika vile vitabu sasa na matendo yao. Kila mtu atahukumiwa sasa na matendo yake. Umejua utahukumiwa sasa na matendo yako. Kwa nini ulijua? Hata kama ulikuwa ndio umeokoka, baadaye ukaona mambo yamekuzidia, ukasema najua, utahukumiwa kwa sababu ya mambo hayo uliyoyafanya. Mungu atusaidie wapendwa. Yani sisi hatutegemei namna ile ya kushindwa, tunategemea namna ya kushinda. Tunamtegemea Yesu Kristo peke yake. Ndio maana tunazidi kuomba Bwana Mungu atutakase siku na siku. Tukae wapya, tukae wasafi kila siku, ili kusudi tusije tukaingia adui akatuwekea mawazo ya kujua, ya kujinyonga. Tutaharibu. Wako ndugu ambao wanatufuatilia, wako wadogo zetu, wako ndugu zetu, wako watu ambao ni wa thamani sana
Kuna watu wewe Mungu anatamani wewe uwakomboe. Wengine ni mayatima, wewe utakuja kuwalisha au mayatima. Wengine hawana malazi, hawana chakula, wewe utakuja kuwasaidia watu hao. Sasa ukijua leo nani atakuja kuwasaidia? Maana kila mtu anakusudi, hakuna mtu ambaye anakusudi. Mimi leo naweza nikaa nimesimama hapa na ubiri, sio kwamba mimi ndo nakusudi peke yangu. Wako wachungaji sio wao ndo wanakusudi peke yao. Wako sijui masista, sijui mapadri, sio kwamba ndo wanakusudi. Kila mtu Mungu alimuumba kwa kusudi lake na Mungu anatujua vilivyo. Kwa usione shaka, usitamani ukajui, usitamani sijui ukaenda wapi, usitamani sijui ukafanya nini. Nitie moyo mkuu, utashinda. Hayo mambo ni madogo, hakuna lilo dogo. Mimi niliyojitahidi kuyakimbia nasema wanakimbia sijui nini na nini, nimekuwa ni disappointment. Sasa hivi Bwana kanibadilisha. Afu unajua Mungu wote onekana shetani ana kupressurize, anakwambia umefanya vitu vibaya, wewe ni bora ufe, maumivu uliyopitia ni bora ufe, sijui tineti ni bora ufe, sijui. Aona watu wanapokuangalia, na kweli ukiangalia tunaona kama kila mtu anakuangalia namna fulani. Unaona kama huyu anakuangalia namna fulani, anakuangalia namna. Muda mwingine unaweza kuona hadi watu wanakusema. Mimi nilikuwa naona hadi watu wananisema na wafuata bibi, nyinyi mnanifahamu, mbona mnanisema sema? Yaani naona watu wananisema tu baya yangu ili tu shetani endelee kunipam niende nikajue au nikajinyonge nikafanya vitu tena hivyo. Kwa atakuchafua, lakini baadaye yani Mungu anasafisha. Ombi langu la kwanza, nimeokoka, nilikuwa naomba Mungu nibadilishe jina. Haijalishi nimepita kwenye aibu namna gani, haijalishi nimepita kwenye udhaifu, sijui nimetamani kufanya vile na vile na vile, nimepitia kwenye madhaifu namna gani, lakini naomba unibadilishe jina. Badilisha jina langu, badilisha mwenendo wangu, badilisha namna zote nilizokuwa natembea nazo, badilisha. Siku nimerudi nyumbani, mamangu ananiambia, nasema, Felista, wewe hautajitahidi uwaimpress watu au uwaambie watu kwamba nimebadilika, lakini watu ndio watakaosimama kunyosha mabango kusema hakika huyu mtu amebadilika, hakika sio Felista yule, hakika amekuwa ni mtu mwingine. Nilichukua ile nikasema, Mungu wewe sasa fanya kitu. Alitokea dadangu, alikuja kama baada ya miezi 6 hivi. Mimi nilikuwa niko kwenye semina moja hivi iliandaliwa, nilikuwa nafundisha huko kwenye semina. Alikuja dadangu mmoja akasema, Felista, najisikia hizi na hizi. Na kweli alikuwa anapita kwenye vipindi vigumu hadi ndo yake karibia kuachana, yani kuachika na vitu kama hivyo. Hiyo siku sikujisikia kwenda kanisani kabisa, kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa ananiongoza nibaki na yule mtu niongee naye, na nilikuwa sijaweza kuongea naye. Nikimuuliza, mama, mbona dada amerudi nyumbani? Ananiambia sijui, ananiambia mambo ya wakubwa. Sasa tunajua kuna namna nyingine ukiambia hivyo uwezo kufuatilia. Kwa nikakaa hiyo siku sikuweza kabisa kwenda kanisani, lakini Bwana alimtumia yule mtu akaanza kuniambia mambo anayopitia. Ananiambia kwamba nina jambo hili mpaka hapa sielewi, nafikiria tu kujiwaua. Akasema hata nilivyoambia kwamba wewe saizi umeokoka, nilibaki na shangaa, maana stori zako zilikuwa ni za ajabu. Yaani kila siku unasikia stori. Nikamwambia, dada, Mungu anabadilisha kama atakapokubadilisha wewe. Kweli tuliomba naye akaokoka pale akakili sala ile, amina, akampokea Yesu. From there naye maisha yake yamebadilika, amekuwa ni mtu mwingine. Lakini ni vile ambavyo Bwana anaanza kubadilisha bendera. Unaweza kutoka saizi ukaenda tu kwenye mikutano tu labda imetokea ni kuna sherehe kwenye mambo ya familia. Sasa Felista, karibu mtumishi, mchungaji, hivyo. Yani kwa kuna namna zile ambazo Bwana anakubadilisha. Yani haijalishi utajionaje saizi, Bwana ana mema, amekuandalia mema. Anasema mkikubali na kutii mtakula mema nchi. Ukikubali na kutii ukaacha hiyo namna ya kujua hizo roho za ukaziacha, ukazikataa, kubali kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Haijalishi shetani atakuzomea namna gani, wewe mwambie Bwana, mimi sijui, sielewi hali gani ninazozipitia, lakini mimi nakupa vyote wewe. Maisha yangu nakupa, roho yangu nakupa, nafsi yangu nakupa, akili zangu nakupa, fahamu zangu nakupa. Niongoze wewe Bwana, naye atafanya jambo. Mungu akubariki kwa kutusikiliza. Mtakatifu Bwana wa mabwana, simba kabila la Yuda, Mungu unaishi. Mungu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Na litukuza jina lako kwa ajili ya huyu mtoto wako aliyekuwa amekata tamaa, aliyekuwa ameshindwa, aliyekuwa haoni kwenda mbele, aliyekuwa haoni kusonga mbele. Maisha yake aliona ni kifo, akitazama mbele anaona ni majeneza, akiangalia hivi akifumba na kufumbua anaona ni halisi. Muda mwingine hadi alilia na kuomboleza kwa ajili ya msiba wake.
wake ambao bado hujatokea, lakini amelia na kuomboleza kwa ajili ya msiba wake. Akaimagine na namna kaburi lake litakuwa, akaimagine na namna gani atakufa, akaimagine na namna gani wataomboleza waliomfahamu, ambao hawakumjua, namna gani wangemsema, namna gani wangemsifia ambapo amekufa. Bwana alimagine vitu vingi. Mimi nakuja mbele zako leo Bwana kama kuhani, ninafuta yale mawazo yote mabaya ya roho ya kujua, ya roho ya kujiangamiza, ya roho ya kujiua. Bwana ninafuta kwa damu ya Yesu Kristo anadhatilia hai. Ninatangaza uzima tena, maana Yesu nasema wewe ulikuja ili tuwe na uzima tena tuwe nao tele, tena tuwe nao tele. Natangaza uzima tele kwa ajili ya huyo binti, natangaza uzima tele kwa ajili ya huyo baba, natangaza uzima tele kwa ajili ya huyo mama, natangaza uzima tele kwa ajili ya huyo kijana, natangaza uzima tele kwa ajili ya maisha yake. Natangaza huo uzima tele, huo uzima tele, huo uzima tele, huo uzima tele, huo uzima tele kwenye maisha yake. Natangaza uzima tele. Hizo roho za kujua, roho za kujimaliza, roho za kujiteketeza, naenda nazo kinyume kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ukampe amani, ukampe furaha, rimesenemeta rimeketemeria, katika jina lako Jehova Shama. Wewe ni Mungu unayekaa, wewe ni Mungu unayeishi uzima wa milele. Bwana asijute namna gani amekupokea, asijute namna gani amekufuata, asijute, asijute. Mwingine yuko dilema, Mungu hajui hata anasema kufahamu, lakini Bwana ninaomba ukafanye kitu Bwana akakujue, ukafanye jambo akakujue, maana neema yako ni nyingi kwa wale watu wanaokutafuta. Usituache Bwana, usituache mfalme wa vita, usituache Jehova Nisi, usituache Mungu wa rehema, usituache. Fuatana na mimi sala hii ambayo unahitaji kuokoka. Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimekukosa wewe, nimekukosa wewe Yesu, ninaomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha dhambi, kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nisaidie Yesu. Amen. Na Mungu akakusaidia. Mtakatifu Bwana wa mabwana, namleta mtumishi wako aliyekubali leo kukupokea, aliyekubali leo kuishi maisha mapya, aliyekubali wewe leo, kama unasema itakapokuwa shangwe mbinguni kwa mtu mmoja kurudi kwako, nasi Baba tunashangilia na kufurahia kwa ajili ya huyu mtu mmoja, kwa ajili ya hichi kiumbe kimoja, kwa ajili ya huyu mwanamama, kwa ajili ya huyu mwanababa, kwa ajili ya huyu kijana, kwa ajili ya huyu dada. Asante kwa ajili ya haka katoto kazuri. Mungu nakubariki na kutukuza wewe Bwana, na litukuza jina lako. Amen. Amen. Mungu akubariki, wala usikate tamaa. Yesu yuko na wewe, tena atakufanyia mambo ya ajabu ambayo hujai kuona. Yeye Mungu anafanya vitu vya ajabu, anafanya mambo ya ajabu. Anasema mimi nafanya vitu vya ajabu. Mungu anayepasua bahari, Mungu anayefanya mambo ya ajabu, ni Mungu anayefanya vitu vya ajabu ambavyo wanadamu hawawezi kuvifanya. Tuko hapa ni ushuhuda tu wa Bwana, sababu alifanya vitu vya ajabu kwenye maisha yetu, anafanya mambo ya ajabu. Yako mambo mengi sana ya kushuhudia. Kuna muda mwingine mimi kama mimi waga anakuwa nasema sasa ninavyoshuhudia hivi, naambia watu, naelekeza watu maisha niliyopitia. Si kwamba niko nayafurahia yale maisha, lakini ni katika namna kumshangilia Bwana kwa utukufu wake alionitendea. Mimi sikustahili, sikuweza. Nilikuwa namshukuru Mungu. Siku moja nikamwambia Mungu, nakushukuru hata tu kwa sababu sijaweza. Unajua ni mwaka wangu wa pili, na karibia kufunga mwaka wa pili tangu wokovu, tangu nimempokea Yesu, na mengi sana yamebadilika. Mwaka wa pili sikuweza kabisa. Kuna vitu ambavyo sikuweza kuviacha, nilikuwa nashinda. Naona ni mwaka wa pili, sioni kabisa ni akili zangu sioni kabisa. Kuna muda nasema Mungu, yani hata sielewi nini nitakupa. Ingekuwa kuna vitu unaweza kumpa Mungu kulipa wema wake na fadhili, hamna kitu naweza nikampa, ila ni Bwana. Naambia Mungu sikuweza, yani mimi ambaye sikuweza, yani sikuweza. Kuna vitu ambavyo hukuweza na hujaweza, lakini Yesu akiingia utaweza, maana anatupa roho wa nguvu. Ndio nasema si kwa uweza, si kwa nguvu, bali ni kwa roho wa Bwana. Mungu akusaidie.